Yes, wa Kenya hamjambo, pahali popote mlipo. Ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio chairman wa Nugema Young Leaders Movement, na pia mimi ni kiongozi wa vijana chama cha DCP katika kaunti ya Kiambu, na nimekuja hapa leo kuongea kwa niaba ya vijana na nitaongea kama memba wa DCP na pia nitaongea kama mwenyekiti ambaye anasimamia vijana katika Mlima Kenya, wale ambao ndio wanachipuka katika uongozi. Na nimekuwa katika mstari wa mbele kutetea vijana na haki zao kwa serikali, na wakati mambo inaenda vibaya, hakuna siku nimenyamaza, nimekuwa nikiongea, na nilianza kitambo zaidi wakati wa abductions. Na hata saa hii, hata kama niko chama cha DCP na mimi ni memba pale, bado pia nikiwa huko ndani ni kazi yangu kuhakikisha kwamba anatetea vijana. Na mimi ni mfuasi wa Rigathi Gachagua, vile ambavyo mnajua tunafanya kazi na yeye, tunapanga mambo ya chama na yeye, na mimi ni mmoja wale ambao wanasukuma movement ya one term usiku na mchana. Na hapo tumeshikilia na hapo hatuondoki. Lakini ile kitu imenileta hapa, ningetaka kuongea ile mambo niliona ilitokea kule Kirinyaga. Na mnakumbuka iko mambo inaenda kwa mitandao. Kuna msichana mdogo sana alipigwa picha akiwa kule kwa program ya Nyota, wakati William alikuwa kule Nyeri, I think it was on Monday. Na yule msichana ambaye amepigwa hizo picha ana trend, at the same time anaunganishwa na picha ingine akiwa katika mikutano ya DCP. Ni kweli huyo msichana ni wa DCP na amesimamia nafasi ya nafikiri vijana kule Kirinyaga, na huyo msichana ni wetu. Hatuwezi kana tuseme sio wetu. Huyo mtoto ni wetu, huyo mtoto ni wa chama chetu. Hilo jambo ndilo limenileta hapa nikuje kuongelelea, kwa sababu nimesema hii mwaka ya 2026 tunafanya siasa ya ukweli. Sisi ni kuongea ukweli, mahali iko haki tunasema hapa iko ukweli, iko haki. Na nikasema wale ambao watakuwa na allergy ya sisi tukiongea ukweli itabidi waondoke ama itabidi wapotee. Ya? Lakini ukweli tutasema. Mimi sijafurahia kama kiongozi wa vijana hapa. Sijafurahia kama kiongozi wa vijana hapa vile ambavyo huyo msichana amekuwa handled kule Kirinyaga. Na siku ya Saturday Mheshimiwa Rigathi Gachagua aliongea akiwa kule Ukambani. Na video ziko, kama naongea uongo mniambie, video ziko. Mimi nilisema hakuna siku nitakuja hapa kwa media kupoteza wakati wangu na pesa zangu nikiongea mambo ya upuzi, na kujanga hapa kuongea ile mambo ambayo ni ya ukweli. Siku ya Saturday Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kiongozi wetu wa chama cha DCP, aliongea akiwa Ukambani na video ziko. Akasema ya kwamba amesikia William anakuja kule Nyeri kupelekea vijana pesa. Na Mheshimiwa Rigathi Gachagua ambaye ndiye kinara wetu akasema ya kwamba ameongea na vijana na amewaambia waende wahudhuria ile mkutano, wachukue pesa waende wakasaidia hata kama ni wazazi kulipa school fees. That is what His Excellency Rigathi Gachagua said. Na video iko. Baada ya hiyo shughuli ilifanyika Monday. William Ruto akakusanya vijana wengi pale Nyeri. Wengine walikuwa wametoka Kirinyaga, wengine walikuwa wametoka Embu, wengine sijui walikuwa wametolewa wapi. Vijana wengi wakakusanyika pale Nyeri. Na hapo ndipo huyu msichana wetu anaitwa Maureen Kori. Ndipo huyo msichana wetu anapatikana akiwa mmoja wa wale vijana ambao walikuwa wameenda kuchukua zile pesa za Nyota. Hii programu ya Nyota, sisi ni kweli hatuungi William Ruto mkono. Sisi ni kweli tunakosoa serikali yake usiku na mchana, na tutaikosoa kabisa. Lakini hatuwezi kuwa wajinga. Hii program ilitangazwa mwaka uliopita last year. Na huyu msichana akawa mmoja wale ambao vijana wajitokeza kufanya application ya hii pesa. Huyu msichana alifanya application ya hii pesa last year, I think on August. Close to 5 months ago. Ndivyo alifanya application. Baada ya kufanya application, I don't know what the formula ilikuwa inatumika kujua wale ambao wamehitimu na wale ambao hawajahitimu. Lakini she was among wale ambao walihitimu kusaidika ama kuenda kupokea hiyo pesa. Na kama msichana amekuwa amehitimu,
amechaguliwa katika mtandao kama wale ambao walihitimu after the application kwenda kuchukua zile pesa. Sioni kwa nini tuko na hasira, wale ambao wako na hasira za ujinga. Sioni kwa nini tuko na hasira kwa sababu msichana amepatikana pale Nyeri ameenda kuchukua hiyo pesa. Sioni kwa nini tuko na hasira. Alifanya application kama vijana wengine wote. Baada ya kufanya application, I don't know what the formula, but the formula favored her. Akapita, akakuwa selected. Siku imefika vijana wameitwa pale na Kasongo. Yeye ameenda hapo, amechukua pesa yake 22,000. Alafu hapa Kirinyaga, wale ambao ndio Rigathi Gachagua ameaminia uongozi ya chama hapo. Nataka Wakenya mnisikize vizuri sana. Hapa Kirinyaga, wale ambao ndio Rigathi Gachagua ameaminia uongozi wa chama hapo, kwa mafikira yao duni, kwa mafikira yao ya kishenzi, wakatoa yule msichana kwa WhatsApp group. Kwa mafikira yao ya upuzi, wakatoa yule msichana kwa WhatsApp group. Wakaanza kumweneza kwa mitandao. Wakaanza kumweka kila mahali wakisema ya kwamba yeye ni msaliti. Wakaanza kumweka kila mahali akisema ya kwamba sijui yeye ni mole. Msichana ameregister, yeye ni aspirant pale Kirinyaga ya kiti ya MCA, anatusaidia kuongoza chama pale. Msichana ni wetu, amekuwa akitusaidia mambo ya vyama, all the party activities amekuwa akishiriki, amejipeana pale. Alafu kwa sababu amehitimu kuendea pesa ya Nyota yenye aliapply last year August, way before even the party elections were done, ameendea hiyo pesa, mnakuja kumtoa kwa group, mnakuja kumwanika kila mahali mkisema ya kwamba yeye ni mole. Hata utu hamuna. Wale walifanya hivyo Kirinyaga, nyinyi ambao mmesimamia chama chetu cha DCP, mnafanya tuonekane kama sisi ni washenzi. Mnafanya sisi tuonekane kama ni watu very petty. Nyinyi ndio mnatuharibia chama. Wale walifanya hivyo Kirinyaga, hiyo ni puzi mlifanya. Mnafanya chama cha DCP kionekane kama kinaongozwa na wajinga kwa sababu ya upuzi kama hii, upuzi ndogo. Nyinyi mliona msichana aliendea pesa, mungeita msichana na hiyo maneno ikwishe. Hamungemtoa kwa group, hamungemwanika kila mahali ati ni msaliti, hamungemfukuza, hamungemwanika kila mahali kwa mitandao. Hata mnafanya hiyo Nyota ionekane kama ni kitu ya maana. Nyinyi wenyewe hata mlitumika hapo kutendisha hiyo kitu hata kuliko watu wa tuta wenyewe. Hatuwezi kubali watu wachache wale wameaminiwa chama kule Kirinyaga kushikilia Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Wanafanya maamuzi mengine ya kishenzi na ya kijinga, mpaka wanafanya chama yetu ionekane kama tuko na shida. Wanakuja kupaka chama yetu matope. Na nimekuja kuongelelea hapa kwa sababu historia kwa katika mitandao. Msikuje kuniuliza kwa nini nimekuja kusemea hapa, singewapigia simu. Mimi hata sijui ni akina nani hao walifanya hivyo, lakini wale ambao wameaminiwa kuongoza chama chetu cha DCP katika kaunti ya Kirinyaga. Na lazima ningekuja hapa kwa sababu historia yote nyinyi ndio mlianika kwa mitandao. Bali sio nimekuja hapa kuwasomea hapa. Rigathi Gachagua yeye mwenyewe kama kiongozi wa chama aliongea Saturday. Akasema amekubalisha vijana wake wenye wataendea hizo pesa, waendee pesa wasaidie wazazi kulipa fees. Na kama Rigathi mwenyewe amesema, nyinyi ni akina nani mwenye kuja kutoa huyo msichana kwa group, alafu mnakuja kumwanika kama msaliti? Hiyo ni mafikira duni ya kiupuzi. Bas, tukiendelea namna hii, nyinyi watu wa Kirinyaga yenye mmesimamia chama, si hata mtatoa mama kwa group wale ambao wanaendea basari. Because in as much as we are criticizing the government, ile vita tuko naye kati yetu na William Ruto is about issues. We are opposing him objectively. Ni vita ya kisiasa. Hatukubaliani na yeye ile mambo mingi anafanya. Lakini hatujaambia watu wetu ati wa boycott government services. Hatujawaambia hivyo. Nataka niongee hapa leo kama kiongozi wa vijana. Sisi hatujaambia wafuasi wetu eti wa boycott government services. Hii serikali ndio iko na ushuru yetu, hii serikali ndio iko na pesa yetu. Alafu kijana akiendea hiyo pesa mnakuja kumuita msaliti. Hiyo ni upuzi mko naye. Si basi wale wamama wanaendea basari muwafukuze. Wale vijana wanaendea ID katika ofisi ya chief si muwafukuze. Wale vijana wanaenda kujisajili kama wapiga kura kwa IBC si muwafukuze. Kwa sababu hatuwezi kataza watu wetu kuendea zile services wanafaa kuendea kwa serikali. Lakini kama mnatoa msichana mdogo, a young lady kwa group eti kwa sababu wamepatikana huko, hiyo ni kumaanisha hata wakienda kwa ofisi ya chief, ofisi ya DCC, ofisi ya IBC, bas watakuwa wanafanya makosa na ni wasaliti. Muache upuzi na mtofautishe sisi kupinga serikali ya William Ruto
sisi kupinga yale maovu William Ruto anafanya na kuambia watoto wetu wa boycott government services. Hatuwezi ambia watu wetu wa boycott huduma za kiserikali, kwa sababu hii serikali ni yetu, serikali ni wa Kenya sisi wenyewe. Sisi ndio tunawalipa ushuru. Wale wabunge tumewaajiri. Hiyo pesa wanapatiwa na serikali kuu kama basari. Hiyo pesa ni yetu. Sasa mtaambia wamama wenye wanaunga mkono chama hapo Kirinyaga wasiende basari? Mtawaambia wasiende katika ofisi ya gavana kutafuta msaada? Hatuwezi fika hapo. Tunatetesha William Ruto mahali ameanguka. Lakini hatuwezi ambia watu wetu wazushie kuendea misaada ama usaidizi katika maofisi ya serikali. Ofisi ya serikali si ofisi ya William Ruto. Hiyo Nyota, hiyo program walikuwa wanapatia hao vijana pesa. Mimi kama kiongozi wa vijana niseme hapa, hiyo pesa si ya William Ruto. Si yake Sugoi ati ameuza mayai ama kuku. Hiyo pesa si ya William Ruto yenye ameuza chai na mandazi hapa Weston Hotel. Hiyo pesa William Ruto alikuwa anapeana Nyeri on Monday. Hiyo ni ushuru ya Wakenya. Hiyo ni ile pesa inakatwa ndugu zetu na dada zetu wale ambao wamepata nafasi za ajira kama house levy. Hiyo pesa ni ile inakatwa watoto wetu kupitia ushuru. Kwa hivyo hiyo pesa si ya William Ruto. Acheni upuzi kuambia vijana mnawafukuza chama eti kwa sababu amepatikana ameendea huko. Hiyo pesa huyo msichana anaitwa Morini alikuwa ameendea, ni ile pesa inakatwa mama yake akilipa ushuru, inakatwa baba yake akilipa ushuru, inakatwa ndugu yake na dada zake wale ambao wameajiriwa wakilipa ushuru. Hiyo si pesa ya William Ruto, haijatoka Sugoi, haijatoka kwa kuku ama mayai ama chai na mandazi yenye anauza kwa hoteli yake. Hiyo pesa ni ya wananchi. And that is why I agree with Rigathi Gachagua when he said acheni vijana waendee hiyo pesa wasaidie wazazi kulipa fees. Mimi ndio nimewaamurisha. Lakini nyinyi mnaangusha Rigathi Gachagua. Na unajua mimi hii chama tutaongea ukweli. Hii chama tutaongea ukweli. Siku nyingine nilikuja hapa nikaongea ukweli, watu wakarukaruka hapa. Sasa endeleeni kurukaruka, lakini hii chama tutaongea ukweli. Sitakubalisha mimi kama kijana msafi. Sitakubalisha chama ya DCP kupakwa matope na washenzi wengine. Sitakubalisha chama cha DCP tuonekane kama sisi wote ni wajinga only because of some few characters. I'll call you out. Mimi nitawaita kwa majina. Mkikasirika na mimi kwa ile nyinyi nukaa kwa mtumia wako, nukaa kwa mudu. The reason why naongeanga ukweli bila kuogopa. Hatire mundu thia akoriga wake hwaini ngakome. Nukaa kwa mtumia wakwa. Na ndio maana naongea ukweli. Na kama mtakuja kuharibia Rigathi chama, before mumuharibie, tutakuwa tumewaandika. Na tutakuwa tumewapiga makofi kwa mitandao kama hii sasa nawapiga. Hatuwezi kubarisha. Hata mnafaa mwaibike. Shame on you. Shame on you wale ambao walitoa Maureen Kori kwa group za DCP katika kaunti ya Kirinyaga kwa sababu amepatikana Nyeri akiendea pesa za Nyota. Shame on you wale mlitoa kwa group. Shame on you. Hiyo ni upuzi mlifanya. Hamukufuata maarifa, hamukufuata nyayo za Rigathi Gachagua vile ambavyo alikuwa ameongea, vile ambavyo alikuwa amesema kama kinara wa chama. So nimekuja hapa kuambia Wakenya ya kwamba hiyo upuzi mlifanya Kirinyaga si Rigathi aliwaamurisha. Na hiyo si msimamo ya chama ama uongozi ya chama. Hiyo ni mafikira zenu duni. Hiyo ni mafikira yenu ya upuzi. Na siku nyingine msifanye hivyo. Tuko hapa kutetea vijana. Sisi tunajaribu kukusanya vijana waingie katika chama cha DCP. Sisi tunajaribu kuleta vijana waingie katika vuguvugu la Wantam. Sisi tunajaribu kuleta vijana kwa pamoja tuwapatie platform. Wakosoe serikali, wakosoe William Ruto. Alafu nyinyi kazi yenu hapo na fikira duni za ushago kirinane hapo, nyinyi kazi yenu ni kutoa vijana katika group katika chama. Hatutakubalisha hii. Huyo msichana si wetu. I don't come from Kirinyaga. She's not my sister. Sio wetu. Simjui hata sijawahi muona. Lakini mimi kama kiongozi wa vijana ni nafasi yangu na ni jukumu langu kutetea vijana wote katika Gema. That is why I'm the chairman of New Gema Young Leaders Movement. Wale vijana ambao wanachipuka katika uongozi, ni jukumu langu kuwatetea katika hii mlima. Either wako DCP ama hawako DCP, pahali popote walipo ni haki yangu na kazi yangu kuwatetea kwamba wasifinyiliwe, wapatiwe nafasi. Kitu kingine, I want to challenge you. Hii chama inaitwa Democracy for Citizens. Democracy for Citizens. Ni kumaanisha ya kwamba katika hii chama ya DCP tuko na uhuru ya kukosoa serikali, tuko na uhuru ya kuongea, tuko na uhuru ya kupatiana maoni. Nyinyi hamwezi kuja kuhujumu, mnahujumu mpaka dhimu ya chama. Chama inatuambia tuko na uhuru ya kufikiria na kuongea.
na kukosoa serikali na kufanya vile ambavyo tunaona inastahili, vile ambavyo inafaa. Lakini nyinyi hapo mnataka chama ya DCP ionekane kama ni cult. Mnadunisha chama ya DCP katika kaunti ya Kirinyaga, mnataka ionekane ni kama cult. Hawezi endea pesa pale, hawezi fanya hii, hawezi onekana pale, hawezi pigwa picha hapa. Muache upuzi na muache ujinga. Chama haijengwi namna hiyo. Sisi tunataka watu wote wa Kirinyaga waingie katika chama cha DCP. Na msianze kuita watu mzuko na wasaliti. Tunataka watu wote wa kaunti ya Kirinyaga wote waingie DCP. Wacha watu waingie huko. Watu wapiganie nafasi zao huko. Wacha watu wapigane ndani ya chama. Wacha watu wapatiane maoni tofauti wakiwa ndani ya chama. Lakini kama mtu wako na maoni tofauti na yako ndani ya chama, nyinyi mnakuja hapo kumuona yeye kama ni mori ni msaliti. Hiyo upuzi mtaacha. Chama haijengwi namna hiyo. Chama ni kuleta watu wote. Hata kama mtu ni mwenda wazimu, hata kama mtu ni nani, chama ni kuleta watu wote ndani ya chama. Wacha wakae huko. Mwishowe pale tutakagua tujue mbivu na mbichi. Na wananchi wenyewe ndio watakuja kuamua. Lakini hii maneno hapa ya kubrand watu, mtu akipatiana maoni tofauti, mtu akifanya tu kitu kadogo sababu unatofautiana na yeye, unaweza kumita msaliti. Huyu ni msaliti, huyu ni mole. Mmefukuza yeye kwa group hiyo, upuzi lazima mtaacha. Hakuna chama inajengwa namna hiyo. Hakuna chama inajengwa namna hiyo. Hiyo upuzi lazima mtaacha. Nitachukua swali moja ama swali mbili, alafu wale watu wasikie. Kwa hivyo huyo msichana, mimi nimekuja hapa kusimama na yeye kama kijana mwenzangu. Nimekuja hapa kumtetea kama kijana mwenzangu. Hakuna makosa alifanya ambayo inastahili afukuzwe katika chama, ama afukuzwe katika groups, ama ondolewe katika party activities. Hakuna makosa alifanya. Alafu pia ninyi hata wale ambao mnaongoza chama Kirinyaga, nyinyi hata simfukue na tu fikira dogo. Hawa vijana wachache mnafikiri wametoa pesa wapi? Hawa vijana ambao tuko nao wanatufuata kila siku, nyinyi mnafikiri wanatoa pesa wapi? Wengine hata hawana kazi. Wengine wameteswa na kasongo, hawana mbele hawana nyuma. Wengine hata wazazi wao ndio wanaangalia juu. Alafu msichana amehitimu pale, ameitiwa 20,000, wewe uko na akili yako mingi unakuja kumtoa kwa group. Hata ningetaka kujua huyo mwenye alitoa huyo msichana kwa group, kama ni mzazi. Ningetaka kujua kama yeye ni mzazi. Kwa sababu hiyo mafikira si mafikira ya mtu ambaye ako na roho ya kulea ndani yake. Yule ambaye alifukuza huyo mtoto kwa group hana roho ya kulea ndani yake. Hana roho ya kulea ndani yake. Huyo sio mzazi. Mnafahamu vumilia hawa watoto bwana. Hawa watoto hawana kazi. Hawa watoto hata kuona 10,000 zikuwa pamoja wanakaa karibu mwaka. Hawana kazi, wameteseka, wamevinyiriwa. Alafu kuliko muwavumilie, akipata 5,000 pale aendea kule. Kuliko muwavumilie, nyinyi ni kuwafukuza. Mkiwafukuza chama mtabaki na akina nani? Watu wa Kirinyaga muache upuzi. Muache upuzi. Jubilee ilianza hivyo 2018. Jubilee ilianza hivyo 2018. Unafukuza huyu, unafukuza huyu. Baadaye walikuja wakapata wale wako nje ni wengi kuliko wenye wako ndani. And that is how William Ruto ended up to be the president of this republic. And that is how UDA ended up kukuwa na wabunge wale wengi katika uchaguzi ya mwaka uliopita wa 2022. Kwa sababu Jubilee ilianza upuzi, kafukuza watu. Finally walijipata wenye wako nje ni wengi kuliko wenye wako ndani. Na wale wengi wakijipata wako nje watu wapiga, mtafanya nini? So kwa hivyo mimi nilikuwa nimekuja hapa kusema ya kwamba hiyo msimamo ya kufukuza hako kasichana, hako katoto kadogo kwa chama kule Kirinyaga, hiyo sio msimamo ya Riggy. Hawawakilishi msimamo ya chama. Kwa sababu Rigathi mwenyewe alikuwa shaongea tayari. Hao wanafanya mambo zao huko Kirinyaga na hatukubaliani na wao. Kwa hivyo niambie watu wa Kirinyaga, mahali popote mnanisikiza, chama ya DCP ni chama yenu. Hiyo chama ni ya wananchi, hiyo chama ni yenu. Ingieni huko ndani, mkae huko ndani. Watu wabishane wakiwa ndani, watu watofautiana wakiwa ndani. Ni haki kutofautiana. Hata kwa boma mama na baba na watoto wana disagree karibu kila siku. Day in day out, but you live to disagree so that eventually you agree. Kwa hivyo watu wa Kirinyaga, watu wasianze wafinyiria huko. Chama ya DCP ni chama yenu, ingieni huko ndani. Mtu asiwaite wasaliti. Mkiitwa basari na watu wa tutam, endeni basari. Kwa sababu Kasongo ameshindwa kulipa fees, endeni basari, mlipie watoto wenu shule. Na mtu akikufukuza kwa chama, hiyo chama mjue ni yenu. Rigathi Gachagua alitengeneza hii chama na akasema ni ya wananchi. Na sababu naongea na ukali hapa,
Sababu naongea na ukali hapa ni kwa sababu Rigathi Gachagua alisema hii chama ya DCP ni chama ya jamii, ndio chama yetu hapa, na akasema hii ndio gari yetu hapa. Mtu asikuvukuze kwa gari yenye ni ya jamii yenu. Hii chama si yenye tulikuwa tunaenda kuomba. Hii chama ni yetu sasa hapa. Rigiji ametuambia hii ndio chama yetu, hii ndio gari yetu. Kwa hivyo mtu na kiberebere yake hapo, eti kwa sababu anaona yeye anafikia Rigiji, wewe hufikiri Rigiji, asikuje kukuletea kiberebere yake hapo ati kufukuza chama. Mtu asikujaribu kukufukuza katika chama cha DCP. Hii ndio gari yetu, hii ndio gari ya jamii. Hii ndio itatufikisha. Mtu akijaribu kukutoa, usijaribu kutoka. Mtu akijaribu kufukuza, usijaribu kutoka. Hii chama ni yetu na tutakaa ndani. Kwa sababu hii ndio chama ya jamii, tutakaa ndani. Tutakaa ndani, hakuna mtu atakuja kujaribu kutusha sisi hapa. Kwa hivyo mlifanya makosa sana. We need your public apology. Mwambie huyo msichana pole na mnamregeshe kwa group. Na hiyo story ikuishe. Na siku nyingine kuanika mtoto kwa mitandao, eti mnamuita. Unajua hata heri angeanikwa na watu wa tutam. And this is why you're getting it wrong. Ndio maana nakasirika. Heri huyo msichana angeanikwa na watu wa tutam, ingeeleweka. Hawa ni wapinzani wetu. Lakini nyinyi wenyewe ndio mnamuanika. Na ni mtu yenu kwa chama, wacheni upuzi hata nyinyi. Teoria yake mwakana si ureigere. Kuna wakati Rigathi alikuwa kwa TV alisema ati alikuwa amesema Njogu ndiko na muguoko. Lakini bado alibadilisha akasema ati kwa sababu hiyo pesa ndio inakulu huko za hospitali, watu wasikubali kuchukua. Mimi nasimama na ile msimamo aliongea kule mazishi. Na video ziko. Na kama sio hiyo maneno alisema, mimi siwezi kuwa nakuja hapa kuongelelea hii maneno naongelelea. I am standing on his promises. Aliongea akasema nimeongea na vijana waende hiyo pesa wasaidie wazazi kulipa fees. Na kwa sababu alisema hivyo, I am standing on those promises. Hao watoto wasijaribu kupigwa na mtu yote. Na hawa washenzi wenye wanafukuza huyo msichana kwa chama, hawajui wale vijana walikuwa kule Nyeri. Hawa watu wote ni wa one time. Nisemee hapa. Wale vijana wote walikuwa wameendea pesa huko Nyeri, wote ni wa one time. Wote ni wa one time. Na hata baada ya kupatia hiyo pesa, walitoka hapo nje wakaambia William Ruto, pesa tumechukua, lakini msimamo ni ile ile, bado wewe ni one time. Kwa sababu iko mambo mingi tunatofautiana William Ruto. Sisi kama vijana wa taifa hili, iko mambo mingi tunatofautiana William Ruto. Kando na hii mambo ya nyota. So hata akileta nyota vijana wa kule, bado kuna mambo ingine mingi tunatofautiana na yeye kwa serikali. Kwa hivyo safari ya one time wale vijana hawajasimamisha. Mambo ya one time wale vijana hawajasimamisha. Huyu mshenzi anaona tu hako kasichana kamoja Kenya alitoka kwa group. Hawani hao vijana wote walikuwa huko ni wa one time. Utawafukuza pia. Hatutakubali hii kasumba ya mtu kujifanya kwamba yeye kama yeye ndiye anajua kila kitu. Hiyo kasumba hatutakubali. Watu wote wakubalishwe wakae katika chama. Watu wakiwa na maoni tofauti, tunatofautiana huko ndani, baadaye tunatafuta mwelekeo. Na hiyo ndio itakuwa msimamo. Hiyo ndio itakuwa msimamo. Wanafanya chama ionekane kama inaongozwa na watu wajielewi. That is very wrong. Hiyo ni makosa kubwa. Hiyo na nitafuatilia hiyo msichana nihakikisha kwamba amerudishwa katika chama. Na naongea hivi na capacity ya chairman wa New Gema Young Leaders Movement, wale ambao wamenipatia nguvu ya kuongea kwa niaba yao. Alafu pia naongea kama member. Mimi ni member wa DCP. I am a member. Mimi ni resign kutoka chama cha UDA. Nikajisajili kama member wa DCP. Kwa hivyo naongea hiyo sauti kama member. Na hii gari tuliambiwa ni yetu, ama tukuambia hivyo? Eto tiradiwa nayo gari ya rorere. Gari neyo ndina gite thiini. So ndiraria ndi thiini tondu ndina gite ta member. Na gutire mundu guturuta ngari ino ya ruriri, gutire mundu guturuta ngari ino. Tuguthi na ngari ino. Mundu ageria gukuruta. Ni agutuhe ohoro. So kama kuna swali lingine moja tutachukua, kama hakuna swali lingine muhakikishe kwamba hiyo ujumbe imefikia hao watu wa Kirinyaga. Huyo mtoto aachiliwe akae katika chama. Na watu wetu wajue ya kwamba sisi hatuja kuja hapa kuambia watu wetu wazushie maofisi ya serikali. Hapana. Tunatofautiana na William Ruto ndio. Tunakosoa William Ruto ndio. Tumekasirika naye ndio. Hatutampatia kura ndio. Ataenda nyumbani ndio. Lakini watu wetu hatuwezi waambia wazushie kwenda katika maofisi ya serikali.
Hiyo maofisi ni yetu. Wao watu wanalipa mshahara na pesa yetu. Na hiyo pesa yote iko katika serikali, ni pesa yetu. Hakuna pesa William Ruto ama kuna nyinyi si waandishi wa habari, si hata nyinyi mko na akili. Si mnajua kupima maneno. Iko pesa William Ruto amekuja nayo kutoka Sugoi kwa akaunti zake akaweka kwa serikali. Hii pesa yote ni ushuru yenu. Ile ambao mnakatwa katika ile kazi mnafanya, na ile pesa sisi tunakatwa katika ile kazi tunafanya. Hii pesa yote William Ruto anaendesha ni pesa ya Wakenya. Si pesa yake. Kwa hivyo hatuwezi ambia wetu ati wa boycott. Eti wasiende katika maofisi ya serikali kuendea haki yao. Wala haki yao lazima wataendea. Na tunaambia William Ruto atumfichi. Sisi kama vijana bado msimamo ni yule na ni one time. Na nyumbani utaenda. Patia vijana nyota ni sawa. Hiyo 22,000 ni mzuri, inaweza saidia mtu mmoja alipe fees hapo. Kwa sababu ile kesi hiyo pesa ni yenye tu ingelipia mtoto shule. Hiyo pesa ni ya capitation, na ndivyo nimesema hapa juzi. Hiyo pesa ya nyota ni pesa ya capitation. Na kwa sababu William Ruto ameitoa shule, amekuja nao cash. Usikose kuendea, endea hiyo pesa ikiwa cash upeleka shule. Lakini one time hiyo ni unstoppable. Kwa hivyo kwa haya machache na mengi nitasimamia hapo. Nilikuwa nimekuja kuhakikisha kwamba huyo msichana arudishwe kwa group, arudishwe katika chama. Na sitakubali vijana wahujumwe. Sitakubali wa vijana wafinyiliwe. Na wale ambao wanajifanya ndio wanajua sana. Na hii upuzi nyingine inaendeleanga hata bila Rigiji kujua. Ndio maana nimekuja kuongea, kwa sababu I'm very sure Rigiji hajui hii maneno yote. Wale ambao wameaminiwa chama chetu huko Kirinyaga ndio wanafanya hii upuzi. Na mnatukosea. Watu wa Kirinyaga, ingieni DCP, hii ni chama yenu, mwingie huko nyinyi wote. Na mtu asijaribu kukuambia anything kama kutoka katika chama. Nimekuja hapa kuongea kwa sababu ya hii maneno nimeona Aaron Cheruiyot ameongea juzi. Na ni vizuri tuambie wabunge. Ni vizuri tuambie wabunge wa taifa letu la Kenya. Wale ambao wamechaguliwa kuwakilisha wa Kenya katika lile bunge. Ya kwamba wale watu wanaongoza sio kondoo na sio watu wajinga. Wale watu mnaongoza ni watu ambao wako na akili. Na hiyo juzi nimesikia Aaron Cheruiyot akiongea. Mambo ingine iko mahali tafika, tuambiane ukweli. Mambo ingine mtu ataenda kudanganya mama yake kama mama wake pengine hakuenda shule. Lakini hatutakubalisha kiongozi kukuja kudanganya Wakenya ambaye tuko na akili. Usione pengine mama yako hakuenda shule, hashikanishi maneno, unaweza mdanganya. Na pengine umezoea kumdanganya na anakuamini. Hauwezi sasa leta hiyo uongo kwa Wakenya sisi ambao tuko na akili. Kwa sababu nimesikia Aaron Cheruiyot akisema ya kwamba eti ile pesa kwa mfano inatumika na Ndende Nyoro kule Kiharo kutengeneza mashule, eti ni ile pesa ilikuwa inafaa ilipe walimu. Hiyo ni upuzi ya hali ya juu. Na Aaron Cheruiyot yule yako karibu na wewe hata anafaa kupiga kofi. Kwa sababu ni kuona Wakenya kama ni kondoo. Hakuna mbunge hata mmoja ako na jukumu ya kulipa walimu. Walimu hawalipwi na wabunge. Unajua these thieves, wakora wezi. Simukaange kama mkutano kwanza mnajadiliana nini, mtatudanganya nini, kwa sababu inakaa hiyo ongo yenu hata hamkubaliani. William Ruto anarukaruka akisema wale walimu wameajiri. Anasema ameongeza walimu idadi sijui karibu 200,000 ya walimu wale ameajiri. Huyu na yeye anakuja kusema ya kwamba eti ile pesa inajenga mashule kule ndio inafaa kulipa walimu. Tangu lini walimu wa Kenya wanalipwa na pesa ya CDF ya mbunge? Walimu wanalipwa na TSC. Walimu wako na budget katika Wizara ya Elimu. Walimu wanalipwa na serikali kuu. Hakuna mahali mbunge ako na kazi ama jukumu yeyote ya kulipa mwalimu. Kazi ya mbunge ni kuhakikisha kwamba mashule iko katika hali sawa. Watoto wanasoma katika constituency. Kazi ya mbunge ni kuhakikisha kwamba zile barabara ambazo ni za serikali kuu amesimamia katika constituency mahali amechaguliwa. Kazi ya mbunge ni kuhakikisha kwamba askari wetu wamejengewa police post. Wakubwa wetu DCC, chiefs wako na maofisi mzuri. Hiyo ndio kazi ya mbunge. Kuhakikisha kwamba katika constituency mambo ya security iko sawa. Hiyo ni kazi ya mbunge. Lakini hakuna mahali mbunge yako na jukumu ya kulipa walimu. Vile Aaron anajaribu kuambia watu hapa, enda ukadanganya watu wenu wa Nandi. Wale ambao pengine umezoea kudanganya. Lakini huwezi simama kwa TV ati unadanganya wa Kenya eti ile pesa inatumika huko ni ile pesa ingelipa walimu. Na hii upuzi tumeiona mpaka bunge.
Unajua mimi nikiwa hapa nahurumia Ishongwa. Ishongwa anasemanga amesomea Alliance. Ishongwa ni majority leader. Na Ishongwa ni mtu tunatarajia ako na akili mingi sana. Na tulikuwa tunafikiria ni mtu ambaye anaelewa maneno. Hata yeye niliona tu anaongea kama Aaron Cheruiyot huko bungeni siku nyingine akisema ya kwamba eti kwa sababu Ndede alikuwa chairman wa budget, ile pesa alikuwa anatumia kuendesha Kiharo ni yeye alikuwa anajiwekea. Ili hali ni kama Wakenya ni wajinga, hawajui ya kwamba budget ikitengenezwa katika kule kwa kamati inaletwa bunge, ndivyo mbunge mzima ikuje ipitishe ama irekebishe. Juzi nimesikia Junet. Unajua nimekuja hapa kusomea wabunge. I am not here to support Ndede Nyoro. Kwa sababu wiko washenzi wengine wataanza kusema hapa huyu amelipwa na Ndede. Sijakuja hapa kutetea Ndede. Nimekuja hapa kuanika ushenzi na ujinga ile ambao inaendelea kule Nairobi na wabunge wetu. I'm only giving Ndede Nyoro as an example. Kwa sababu yeye ndiye alitumika sana kukua accused. Otherwise sijamtetea, na ukiona amenamtetea mimi naongea ukweli. Na silipangwi kuongea ukweli. Labda unilipe kuongea uongo, lakini kuongea ukweli sihitaji kulipwa. Juzi nimesikia Juneta hapa akisema ya kwamba eti hakuna mbunge yeyote katika Jamhuri ya Kenya anaweza kuwa na uwezo wa kutengeneza shule na kutengeneza barabara with a budget of 150 million shillings. Ama hamuko na hiyo video iko ama haiko? Si video iko. Juneta akisema hakuna mbunge hata moja katika Kenya ako na uwezo wa kutengeneza mashule with a budget of 150 million shillings. Kwa sababu hiyo ndio inakuanga budget ya mbunge. Ile kitu Junet hakusema. Na ndio nataka niambie Wakenya hapa. Kwa sababu Junet pia ni mganga mwingine. Na mtu wako na picha hapo ama video ya Junet akizidua choo kwenye amechaguliwa, anipatie, nitampatia 200. Kama uko hapo uko na picha ama video ya Junet Mohamed kutoka wakati alichaguliwa 2013 akifungua choo ama shule mahali amechaguliwa, kama uko na hiyo picha nitumie, au send you 2000 cash. Saa hii huyo jamaa ni bure. Ile kitu hakuambia Wakenya siku alikuwa anaongea hivyo akiwa bungeni ni ya kwamba hata kama mbunge anapatiwa 150 million per year katika awamu ya mbunge ya miaka 5 atakuwa amepatiwa zaidi ya milioni 700. That is close to 1 billion. Na wale wabunge ambao wametoka marginalized areas wanapeangwa pesa ingine kando na hiyo ambayo inaitwa equalization fund, na hiyo pesa inakuanga mingi. Kwa hivyo mtu kama Junet ambaye anasema amechaguliwa msituni, huyo mtu hiyo miaka 15 sasa amechaguliwa kutoka 2013, hakosi zaidi ya bilioni 3. Hakosi zaidi ya bilioni 3 zile ambazo wamepatiwa na serikali kuu kusaidia watu wa kwa Suna East, kuwatengenezea mashule, kuwatengenezea police post na kuwatengenezea barabara. Lakini hakuna kitu hata moja ashaitekeleza kutoka achaguliwe. Hiyo pesa yote hawa watu wanakulia hapa milimani tu na wanawake na pombe. Ndiyo maana wakiona mtu mwingine yako na akili ambaye anachukua hiyo pesa kupeleka mahali amechaguliwa, anatengeneza madarasa, anajaribu kurekebisha mambo ya elimu katika mahali amechaguliwa, wanasema ya kwamba haiwezekani, huyo sana mahali anatoa pesa. Mimi nataka niambie Wakenya msisikize hizo sauti za hao wabunge. Hizo ni kondoo. Nataka kuambia msisikize hizo sauti za hao wabunge. Hizo ni kondoo. Akina Cheruiyot, akina Junet Mohamed, hiyo Ishongwa hizo, hao watu hizo ni kondoo. Msiwasikize, hao ni watu wamepotea njia. And that is why hawaamini ya kwamba mbunge anaweza chaguliwa na afanye kazi mahali amechaguliwa. Msisikize hao washenzi. Hakuna mbunge hawapatiwi pesa. Kila mwaka in 290 constituencies in Kenya, hakuna mbunge hawapatiwi pesa milioni 150. Kwa hivyo katika kipindi ya miaka 5, mbunge wenu atakuwa amepatiwa karibu bilioni 1. Ile ambaye kazi yake ni kutengeneza mashule. Ile kazi yake ndio ile mnaona kwa mfano Ndede Nyoro anafanya kule katika Kiharo. Hiyo kazi mnaona ikifanyika huko na pesa ya CDF. Inafaa kufanyika in other 289 constituencies. Kwa in short, kwa ufupi, Kenya yote, katika nchi ya Kenya, nchi yetu ya Kenya, kila mahali kunafaa kuwa kunakaa kama Kiharo. Kama wale kondoo mlichagua pale, kazi yao ni kurukaruka hapo chai na mandazi, kama wangekubali kufanya kazi. Lakini kwa sababu hawataki kuwafanyia kazi, hawataki kuwasaidia, ndio mnasikia wakiongea hiyo maneno. Mimi nataka niwaambie, wale wabunge mnaona wakifanya kazi,
Wale wabunge mnaona wakifanya kazi mahali wamechaguliwa. Msidanganywe na wale wazembe. Msidanganywe na wale magaidi. Eti iko mahali ingine tofauti wanatoa pesa. Hakuna. Hiyo pesa mnaona wakitumia ni ile tu pesa wanapatiwa na serikali kuu kulingana na sheria. Lakini wajinga wengine hapo wamezembea. Junet kazi yake miaka 15 imekuwa kufuata Raila peke yake. Amefuata Raila miaka 15. Hakuna siku hata moja amefikiria kusaidia watu wake. Ndio maana mnasikia akiongea hivyo. Aaron Cheruiyot hata ni mlevi. Huyo ni mlevi wa kawaida sababu hata mtu hakwenda shule. Hata mtu hakwenda shule hawezi ongea vile Aaron Cheruiyot aliongea. Hii Kenya hata mlemavu kama Makarina anajua walimu wanalipwa na serikali kuu. Anajua hivyo. Kwa hivyo kama hata walemavu wanajua kazi yao ni kuchukua pesa ya wananchi, wanaenda kukura wa mama na pombe kule Kilimani, wote tuwachapisha majina yao. Lakini hatutanyamaza sisi kama sauti ya vijana nchi hii, walevi wengine wakikuja katika matelevisheni kudanganya wananchi. Nakuja kudanganya wananchi. Danganya watu wenu kama hawakwenda shule. Danganya watu wenu wa kijiji yenu kama hawajui kusoma. Lakini wananchi hautakuja kuwadanganya. Mambo iwekwe wazi. Kila mbunge amechaguliwa ako na pesa yake. Zaidi ya bilioni 1 katika awamu yake moja ya miaka 5. Na vile vile hata juzi nimesikia Rigiji ameongea mambo ya watu wa Western. Nikasikia wale wakora, unajua wakora hawapendi sana kutajwa. Vile ameongea mambo ya elimu akasema ya kwamba viongozi wa Northeastern kazi yao wakipatiwa pesa wanakuja kuwekeza hapa Nairobi. Wanaachilia watu wanasomea kwa miti. Nataka nisemee hapa. Kama wewe ni Mkenya, either umetoka Northeastern, either umetoka Pokot, either umetoka Suna East, either umetoka Lamu, ama umetoka kule Wembuye, na katika constituency yenu iko na madarasa ya matope, mjue yule mbunge mmechagua ni kondoo. Kazi yake ni wamama na pombe hapa Nairobi. Nataka nirudie tena. Kama wewe ni Mkenya, mahali umetoka katika jamhuri hii, either ni Northeastern, either ni Coast Region, either ni Nyanza, ama ni Western, ama ni Rift Valley, ama ni Central Kenya, na mahali umetoka kijiji yenu katika constituency iko darasa ya matope, ama watoto wanasomea chini ya miti, ujue mbunge wenu ni kondoo. Na alikuja hapa Nairobi raha. Alikuja Nairobi raha, kazi yake ni wamama na pombe katika kule milimani. Hakuna kazi wanafanya kule Kilimani, hakuna kazi wanafanya. By now CDF ilikuja wakati wa Kibaki. Zaidi ya 20 years ago. By now hiyo constituency yenu imepatiana zaidi ya bilioni 5 kutoka hii maneno ya CDF ianze. By now hakuna constituency hata moja katika jamhuri hii inafaa kuwa na madarasa ya matope ama madarasa ya makaratasi ama madarasa ya miti. Hakuna Mkenya hata moja anafaa kuwa anasomea chini ya miti. Wabunge wenu wanawadanganya. Na wasije wakawaambia, sababu hii ndio ile binu wanatumia washenzi, wajinga, wachawi hapa, waganga. Wanakuja kuwadanganya jamii hii inapatiwa pesa mingi. Jamii hii inapatiwa pesa mingi. Jamii hii wanapatiwa pesa. Hiyo ni upuzi. Pesa haigawi kulingana na jamii hapa Kenya. Sheria ya Kenya haigawi pesa kulingana na jamii. Sheria ya Kenya wabunge wote wanagawiwa pesa. Na hata wale wako msituni wametoka mahali msituni zaidi, hata ndio wako na bahati kubwa, wao ndio wanapatiwa pesa mingi. Kwa hivyo there is no any excuse. There is no any excuse ya mbunge wowote ambaye ameshindwa kutengeneza mahali ametoka. Hakuna excuse hata moja ya mbunge hata moja ameshindwa kusaidia watu mahali ambapo amechaguliwa. Hakuna excuse hata moja. Hao watu wanapatiwa pesa na wanapatiwa pesa mingi. Wanafaa kuwa mwasaidia. Kama iko Mkenya anasomea chini ya miti, ni kwa sababu ya uzembe na ufisi na ulafi ya wale wabunge ambao wamekuwa wakichaguliwa, ama wale wabunge ambao wanatawala. Kwa hivyo ni vizuri niambie Wakenya hivyo, kwa sababu Wakenya wengi hapo wanadanganywa tu. Saa nyingine hawana information, saa nyingine hii maneno hawaelewi, wanaanguka katika mitego ya hawa walevi. Na ndio maana nimekuja hapa niseme ya kwamba Aaron Cheruiyot, Junet Mohamed, Kimani Ichung'wah, hiyo yote wanadanganya Wakenya, yote ni upuzi na ujinga. Wabunge wanapatiwa pesa. Pesa ya kutosha kusaidia mahali ambapo wamechaguliwa. Mtu asije akawadanganya. Na hiyo ndio ukweli. Tachukua swali moja ama mbili. Na juzi nimeona vile ambavyo Rigathi ameongea hiyo maneno. Watu wasomi kama kina Ahmed Asil
the senior counsel. Nimeona juzi amekubaliana na Rigathi Gachagua. Akasema ya kwamba Rigathi ameongea ukweli. Wale viongozi wa North Eastern wakipatiwa pesa kuliko wasaidie watu wao wa North Eastern, kazi yao ni kuja hapa Nairobi wanaekeza. Wanatengeneza magorofa. Wanakunywa pombe ya bei kali. Na kununua wale wanawake very expensive kule Kilimani na pesa ya wananchi. Lakini watu wanapatiwa pesa. Watu wanapatiwa pesa. Watu wa North Eastern wanapatiwa, viongozi wanapatiwa pesa yenu. Hamfai kuwa na shida, hamfai kuwa na taabu. Kwa mfano vile ambavyo mnaona Kiharu ikiwa, watoto wa North Eastern wanafaa kusomea mahali kunakaa kama Kiharu. Kwa sababu wabunge wenu wanapatiwa pesa. Lakini wanakuja hapa wanarukaruka wamekatalia Nairobi. Mkiwauliza wanajitokeza kwa media kusema Rigathi sio mrembo. Unajua niliona juzi kina Farah Marim, yule mzee mjinga zaidi katika dunia yote, mwenye siku moja alisema vijana wapigwe risasi wote wakufe. Huyo jamaa anaitwa Farah Marim, nimeona anafanya press hapo. Eti kwa sababu Rigiji amesema wabunge wakipatiwa pesa wanakuja hapa Nairobi kukura, hawasaidii watu wao. Niliona Farah Marim akisema ya kwamba Rigathi si mrembo. Kwani mlikuwa kwani Rigathi mlikuwa mnataka kuwa mrembo, kwani yeye ni mwanamke? Mkiambua ukweli hapo mnaanza kutafutilia maneno. Mambo ya Rigathi kukua mrembo na mambo ya kuongea ukweli na kujania wapi? Nyinyi North Eastern mkisikiza wabunge wenu vile ambavyo wanaongea hapa, ni wazi kwamba hao watu ni wakora na ni wafisadi. Ndio maana wakiulizwa kitu wanasema Rigathi si mrembo. Rigathi angekuwa mrembo ndio mngesaidia watu wenu. Tuache upuzi na siasa duni za upuzi na ujinga. Wale viongozi wote wamechaguliwa katika jamhuri hii kule bunge. Mnalipwa na pesa ya Wakenya na Wakenya ni sisi. It's either mfanya kazi, msipofanya kazi majina yenu tutachapisha. Tuhakikisha kwamba na tutafanya campaign. Tutakuwa tunafanya campaign tukiwa hapa. Kuhakikisha kwamba hamtachaguliwa kama hamsaidiwa Kenya. Hii Kenya itaunganishwa na kitu moja, maendeleo peke yake. Kwa sababu pia huyu mwizi anaitwa William, akienda mahali kazi yake ni kuambia Wakenya nimekuja tuwaunganishe. Nimekuja tuunganishe. William unaenda kuunganisha Wakenya wapi? Hapa tumekaa saa hii tuko kabila mingi hapa. Iko mtu ako na vita na mwingine. Iko na mtu anakalisha mwingine. Wakenya hawahitaji mtu wa kuunganisha. Kenya itaunganishwa na maendeleo, Bwana William.